Bwana Yesu asifiwe. Na wasalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Siku ya leo ninalo somo zuri linalohusu nafasi ya jina katika kutimiza malengo na katika maisha ya mwanadamu duniani. Tunapozungumza kwa habari ya jina, tunazungumza kwa habari ya utambulisho halisi ambao unambeba mtu fulani katika eneo na katika mazingira fulani. Na ndio maana kwenye kitabu cha Wafilipi sura ya 2 mstari wa 9 mpaka mstari wa 12 unaeleza kwa habari za Bwana Yesu Kristo na jinsi Mungu alivyomwadhimisha juu mno. Biblia inasema alimwadhimisha juu mno. Neno kumwadhimisha maana yake ni kumpatia heshima ya mwisho, lakini hakumpatia zawadi yoyote, hakumpatia fedha, hakusema leo ninakupa nguvu, hakusema leo ninakupa mamlaka. Hapana, akasema tu akamkirimia jina lipitalo kila jina. Kwa nini alimpa jina? Kumbe ndani ya jina ndipo kumebeba kila namna ya nguvu, kila namna ya mafanikio, kila namna ya ushindi, kila namna ya utambulisho na kibali kwenye mazingira unaishi. Sasa tuangalie jina lako. Jina lako linaweza likakubeba katika mazingira na kukupa fursa na mpenyo wa maisha, lakini kama jina halitakuwa vizuri na kama jina halijatengenezeka katika usawa, pia linaweza likakupa changamoto na kukufanya mipango yako, ratiba zako, kibali chako kwa watu, kwa mazingira yaweze kuvurugika. Kwa mfano, sasa hivi tunapozungumza, unaweza ukaenda kukaa barabarani, lakini kama huna jina ambalo litakupa nafasi ya mamlaka kwenye barabara kama ilivyo trafiki, hakuna mtu atakusikiliza. Lakini akija mwenye jina halisi lenye mamlaka kwenye maeneo yale, tunapozungumzia askari wa usalama barabarani kwa maana ya trafiki, hata kama hajasimamisha gari, lakini dereva au mtu yoyote anaendesha chombo barabarani tayari ataanza kujihoji na kujikagua. Lakini ukienda hospitali ukamkuta mtu wa kawaida, hutaweza kufikiria chochote wala kuangalia chochote. Lakini atakapokuja daktari, tayari una uhuru wa kujieleza na kuweza kumwambia matatizo yako yote, na ukiwa na uhakika kwamba utatatuliwa. Lakini pia tunapokuwa kanisani mwenye jina la mahali pale lenye mamlaka kwenye mazingira yale ni mchungaji. Kwa hiyo wewe kwenye mazingira yako una jina gani? Umetengeneza jina la namna gani? Kwa sababu jina ndilo linakupa kibali. Tunatambua wengi, wakati mwingine unaweza ukaagiza hata mtoto, ukamwambia nenda dukani sehemu fulani kwa duka la mtu fulani, nenda kachukue kitu fulani, mwambie fulani amenituma. Na anaposikia lile jina, yule mwenye duka anakuwa hana wasiwasi. Kwa hiyo mtu wa Mungu, tengeneza jina. Tengeneza jina. Jina linaweza likakupanulia mipaka. Jina linaweza likakufikisha maeneo ambayo hata ukufika. Tunaona yule Malkia wa Sheba pia alisikia habari za Sulemani, akaanza kumtafuta, lakini hakumuona wala hakuwa anamjua. Alisikia jina. Jina limebeba sifa zako. Pia kwenye kitabu cha Methali sura ya 22, nimalizie kwa kusema kwamba Biblia inaweka wazi ni heri kuchagua jina jema kuliko kuchagua fedha, kwa sababu jina ndani yake limebeba fedha, jina ndani yake limebeba baraka, jina ndani yake limebeba kila kitu ambacho kinatakiwa kwenye maisha. Tengeneza jina zuri ili uwe na maisha mazuri na baraka zikufuate. Mungu akubariki. Naitwa mchungaji Paulo Mlabu, niko TAG Mlima wa Sifa. Karibuni sana tuweze kutafakari maneno ya Mungu. Amen.